ni kichafu kilivyo ambavyo umeona kabisa kile bila maviumbe machafu yanatoa madamu manini. Jamaa akakaa anamwangalia aone je huyu jamaa atakula au hali. Sasa jamaa kafikiria akawaza kaeni ndani ya dakika chache, maana ukisema utumie muda mrefu kufikiria unaona kabisa huyu jamaa anawaza. Jamaa akaona potelea mbali, yani kuliko kufa bora nile, yani ukitaka hata wachukue si michanga wamwagie umeme nitasurvive. Jamaa akachukua akala. Yule mtu akakaa akaangalia akaona basi inaweza kuwa hakuna nini kilichotokea. Sasa walipomaliza kula vile viumbe vikaanza kuvipiga hapa pigani bila usinga, na kipiga kwanza wa pili wa tatu wa nne vikawa vimepotea, ni vimeondoka. Akabaki sasa yeye mwenyewe, yani bado pamoja na vile visanga, ila hakuamini kama huyu mtu hajafanyaje, hajaona. Yani wakabaki sasa yeye mwenyewe, yeye anamwangalia jamaa sasa hataki kumwangalia yule mtu, kwa sababu anajua hapa nikiangalia eye contact inawezekana jamaa akanibaini huenda ikaonyesha uoga au vipi. Jamaa amekaza macho alafu anaonekana ni mtu mwenye hasira, yani yule ambaye alikuwa na vile viumbe anaonekana ana hasira, ili anamwangalia hadi ushawahi kuangaliwa na mtu ambaye hapepesi macho, hatikisi macho, yani hatikisi chochote, yani amekaa na kuangalia hivi. Jamaa sasa anasema hapa mimi naondokaje? Chakula kimebaki ni kidogo sana. Lakini watu hapo nalalamika jamani. Yaani pako ile mzee sasa alikuwa ishafikia watu akamwambia bana msiposhiba kunyweni maji, kula mimi siwezi kuhudumia watu wanakula kama fukwe. Lakini mwenyewe hapa anasahau kama hashibi. Sasa kakaa jamaa watoto wamechukua, wametoa nini? Wametoa vyombo, wameingiza ndani. Lakini sasa yule mtu bado yuko pale pale. Anamwangalia. Alafu kibaya sasa ilichokuja kutokea akaja katokea tena mtu wa pili ambaye yule alikuja sasa ni mbibi. Kwa kuna yule mtu wa kwanza afa akaja na mwingine mbibi. Yani ni kama alipeana sign kwamba kuna kitu ambacho hakiko sawa. Amekuja yule mbibi, wote sasa wakaanza kumwangalia. Yani wanamwangalia, yani unajua kuna ile sasa wakaanza kufanya ile vitisho. Yani mtu anakuja anafanya hivi. Yani basi kitu fulani ambapo wataona je tension yake imefanya. Jamaa akasema jamani, yani nyinyi mkitaka ili niweze kuona kama nimeona, nichukueni kamateni shingo nyonga. Hapo naweza nikajitetea, lakini kwa vitisho yani hapa sitikisiki, sipepesi macho, sifanyaje. Tukio limeenda kama dakika 10 hivi. Huyo jamaa akasema aje tuona. Tukaondoka. Alipoondoka ndugu yangu akamuuliza bana umeshiba au kama hujashiba tukupikie chakula kingine, tunasonga ugali hapa fasa. Akasema bwana mimi nimeshiba. Wakacheka sana. Akasema mbona mnacheka? Akamwambia bwana toka tumeingia kwenye hii nyumba wewe ndio mtu wa kwanza kusema umeshiba. Wakacheka kama hamna bwana nimeshiba. Jamaa akaingia ndani kalala hivi kwa anawaza. Unajua yuko anawaza tukio aliloliona na mambo ambayo ameyaona. Akasema hapa nafanyaje? Nimwambie binamu ama nikaushe? Maswali ya kupetwali. Nje ni paka tu zinalia. Yaani paka karibuni 6. Yaani milio tofauti, watoto si watoto, nini si nini. Yaani kufupa usiku wake ulikuwa ni mzito. Yaani vyote ni kwamba yani majaribu tu waone je kuna kitu ambacho huyu jamaa amebaini kuhusu sisi au itakuwaje. Jamaa Mungu kamsaidia katoboa asubuhi. Bwana hakutaka hata kukaa sana. Akamwambia binamu nilikuwa nimekuja nikufanyaje nikusalimie. Pia nilikuwa nimekuja niwaone watoto kwa sababu nilisikia kuna mtoto mmoja amefanyaje amefaulu. Kwa nilikuwa nimekuja nimekumletea zawadi. Akatoa pale ilikuwa ni suruali ya shule pamoja na shati. Akamwambia bana nilichokuwa nimeleta ni hiki hapa kitamsaidia mtoto. Mimi nafanyaje? Mimi naondoka. Sawa, kaondoka fresh, kaenda. Imepita kama wiki, akampigia simu kazini yake. Akamwambia bana mambo nisikilize kwa makini. Huku nilipo mimi niko mbali, lakini sina imani sana kama nitakuwa salama kwa hicho ambacho nitakachokiongea, ila na imani Mungu yuko atanilinda. Mjomba kaanza kushangaa. Akasema kuna nini? Kuna msiba au kuna nini au mmevamiwa na majambazi? Ambia hapana tujavamiwa na majambazi, ila hapo kwako nilipokuja kuna vitu ambavyo nimeviona haviko sawa. Mjomba kwani wewe nyumbani kwako pako wazi kiasi hicho? Kaambia pako wazi kivipi? Kaambia hauna kitu chochote ambacho wewe labda watu unashirikiana nao au kuna vitu ambavyo unavyovifanyaga labda ambavyo ni vya tofauti. Kama kuna chochote ambacho unajihusisha nacho ambacho sio cha kawaida, niambie nisije nikaingilia mambo yako. Kamwambia hapana, hakuna chochote ambacho mimi ninachofanyaje mimi ninachofanya. Kamwambia basi sawa, hamna shida. Kuna mzigo na kuagizia. Huo mzigo hakikisha kabla haujajua halijazama lile saa 12 kuna mzigo na kuletea dawa. Oga. Alafu chochote utakachokiona
usiseme, usipige kelele, unirudie mimi kuniambia. Bwana mjomba kaagiziwa dawa, kapokea. Mjomba kaingia bafuni kaoga. Bwana guess what alichokiona mjomba? Hicho ndio kilichokuja kusababisha sasa mpaka mambo yakawa mengi. Bwana mjomba ameoga dawa. Ilipofika kama kawaida, muda wa kupiga mpunga umefika usiku na nini? Bwana kile kilichomtokea yule jamaa, sasa yeye ndio kimemtokea sasa mjomba live. Lakini sasa aliambiwa utakachokiona chochote fanya kama hujakiona na usimwambie mtu yoyote, njoo uniambie mimi. Bwana mjomba akaona tukio live, yani kile chochote kilichokuwa kinaendelea kuhusu pale nyumbani akakiona live. Mjomba sio kutetemeka, kupiga kelele anatamani, kuongea anatamani, lakini sharti ni kwamba usije ukafanya ishara yote ya kuonyesha kwamba kuna hicho kitu kinachoendelea umekiona, au ukamwambia mtu. Mjomba anatetemeka, wale viumbe wamekula wamefanyaje, kwa sababu tunishazoea kwamba kila kitu kinakoga pale kiko sawa. Kwa hiyo hata wale waliopo hawana mashaka nao sana, wamekula wameondoka. Mjomba sasa kesho yake asubuhi kampigia simu binamu yake, bana nilichokiona ni 1 2 3 4 5. Hapa sijamwambia mke, sijamwambia watoto, sijamwambia mtu yoyote. Akamwambia sasa mjomba, wewe ndio utachagua. Kama unataka mimi nikusaidie sawa, kama unataka kwenda kwa labda kanisani au kwenye vitu vya imani, ni wewe utachagua. Kodi ni wewe. Mjomba akasema bana, imani kweli tunayo, Mungu yupo, lakini kwa hizi madhambi tunayofanya wa binadamu, hapana. Kuna vitu vingine sasa hivi hem tupambane navyo sisi wenyewe kiume. Basi akamwambia bana, mimi nitakutafutia mtu, yuko huko Kidawe. Kwa hiyo atakuja atakushughulikia jambo lako pale, ataweka na kinga na nini, kila kitu kitakuwa sawa. Akatafuta huyo mtu kweli, alielekezwa, akaja pale, yani mganga sasa akatia zindiko lake pale, sijui kila kitu kikawa kiko sawa. Kwa hiyo kuanzia hapo mambo yakawa fresh. Kwa mjomba wakawa wanauzwa kula, wala kwa amani, wanashiba na kila kitu. Lakini anakuambia ile tukio lilikaga kwenye kichwa, yani kila kianza kula, yani ile taswira inamjia, japokuwa hakuna, lakini ile taswira inamjia, ilikuwa imebaki kidogo, yani awe nini au cheese. Kwa sababu hata hivyo alipokuja yule yule mganga akamwambia, wewe umefanya nini? Wewe hauna kinga, hauna chochote, unaanza kufanya mambo kama haya. Kwa ikabidi tunaanza kumtengeneza, sio kumuosha, kufanyaje, mambo yakawa mengi. Yani ilikuwa imenusurika kidogo mjomba apagawa, yani alikuwa shaanza kuwa kama cheese. Unajua vile inakuwa vina kama hewa fulani hivi chafu. Kwa alikuwa anaanza kuwa kama vile cheese. Kwa yule mtu alipokuja mtaalamu akaja akamtengeneza na kila kitu kiko sawa. Hakumwambiaga mtu yoyote.